bwana Ugur aonekana mtu mwenye mawazo kinoma noma, kiasi ya kwamba Kemal ikambidi amfuate Dogo Janja kwa kumza, dogo kwema, mbona upo hapo kinyonge? Ndipo Dogo Janja Ugur anaamua kumwambia kwamba hivi, Kemal, Helen mbona anipendi? Kwa nini anafanyia hivyo? Hasa Kemal akamwambia vidogo, hapana, sio kwamba Helen anakupendi. Helen ni msongo wa mawazo, mtoto anatuchanganya, tusije mdogo wako Hamid hivi na hivi. Anambia sawa. Lakini sasa Dogo Janja Ugur akaamua kuvunja ukimya kwa kusema kwamba hivi, Helen amesema mtoto baada ya kupona Hamid atamchukua mamangu na kumpeleka polisi, na sisi atatuchukua na kutupeleka kituo cha watoto yatima. Tafadhali na kuomba usimwambie mama. Bwana mkubwa Kemal akainuka na kumkimbilia Helen baada ya kumwona. Hasa upande wa pili Zuhura alikuwa akipa ushauri na zaidi kana kwamba ni mwanamke mjamzito. Hasa wakati anatoka nje baada kuona ile picha ya ultrasound bidada zaidi akajua fika kabisa ujauzito wa Zuhura ni wa bwana mkubwa Mahiri. Hasa upande wa pili bidada Helen alikuwa akifukuziwa sana bwana mkubwa Kemal. Simu nyingi akiwa anapigiwa Helen na kuzipokea. Ikafika sehemu Helen akasema, vipi? Mbona unafuata Hamid kwema? Anambia hapana, sio, nataka nikwambie hivi, umejua tokea lini? Hasa bidada Helen naye anaulizwa amejua tokea lini kwamba Kemal na Asia ni wapenzi wa muda mrefu. Sasa ndipo hapo bidada Helen anamwambia kwamba hivi, ukitaka nisimpeleke Asia wako kipenzi chako polisi, basi unatakiwa usahau swala la wewe kunipa mimi talaka. Sasa bidada anajaribu kubembelezwa sana asimpeleke Asia polisi, lakini bidada naye anamwambia, sikiliza, ukitaka nisimpeleke polisi Asia, basi sahau swala la wewe kunipa mimi talaka. Nataka ndoa yetu urudi kama zamani. Yani huo ndio ulikuwa msimamo wa bidada Helen. Bwana mkubwa Kemal aliishiwa na pao. Upande wa pili nako bidada Merali anapewa faraja kwamba hivi, hii interview utapita, utatoboa, kila kitu kitakuwa fresh, huko akimsifia Zuhura kwamba ni mwanamke poa. Hasa bidada sikageukia upande wa pili akasema, itakuwa kama ile mimba ya Zuhura ni ya huyu bwana mkubwa. Hasa Mahiri akasikia kwamba unasemaje? Hapana. Racha akapiga simu. Hasa Racha kupiga simu, Racha kaanza kumuuliza hivi, Merali yupo? Hujamwona Merali wangu? Yani Merali anafanya changanyikiwa. Sasa bwana mkubwa akamwambia, sikiliza mwanangu, baadaye kutakuwa na dina ya pamoja kama familia. Hasa bwana mkubwa Racha alitaka naye kwenye hiyo dina ya familia naye bidada Merali awepo. Upande wa pili bwana mkubwa Kemal anarudi nyumbani, pawa ikiwa imemwisha kabisa. Ndipo binti yake anampokea, baba, nimepata nyumba karibu na sisi tutakwenda kuhamia. Lakini Nergis akachukua, ambia, mwanangu, uamuzi wangu nimegairisha, sitaweza kumpa talaka Helen. Niambia, baba unasemaje? Sikuelewi baba, sisi hapa tunaamini sasa mtoto mtu anambia, baba nangu, sikiliza, Helen ameshafahamu kila kitu, amefahamu kwamba nyinyi ni watoto wangu na mama yako ni ex wangu. Sasa bidada hakumuelewa kabisa babake, akaenda mpaka mamake, mama, yule mwanamke mshedi namchukia. Sasa mama amwambia, mwanangu, na kuomba upunguze hasira, jua fika sasa hivi mimi na babako kurudiana haiwezekani, sababu wale washafunga ndoa muda mrefu. Tafadhali mwanangu, na kuomba utulize hasira, punguza jazba. Kisha akamkombatia binti yake huku machozi yakiwa yanamtiririka.